nikufahamishe haya mambo matatu ambayo unafaa uyafanye haraka haraka Mungu akuamshapo kati ya saa 9 na saa 11. Ya kwanza, ujipatapo umeamshwa yale masaa, ni wakati wa kuomba kaka. Dada, ni wakati wa maombi. Omba, omba, omba. Jiombee wewe mwenyewe, pia ni vizuri kuombea wengine. Msikize Roho wa Mungu anakuhimiza kumwombea nani au kuliombea jambo gani, na bila shaka utamsikia, utajua nini ufanye. Na ukimwomba Mungu kati ya saa 9 na saa 11 utayashuhudia maajabu, kwani huo huanga ni wakati wa kutolea Mungu dhabihu. Jambo la pili, upesi ambalo unafaa ulifanye pindi tu unapoamshwa yale masaa, ni kumwabudu Mungu na vile vile kumshukuru. Unajua, wakati mwingine Mungu anaweza kaa na atamani kuabudiwa, kwani kama ujuavyo, tuliumbwa ndio tuwe tunamwabudu Mungu, ndio tuwe tunamsifu, ndio tuwe tunamtukuza, ndio tuwe tunamshukuru. Na hivyo basi, uonapo Mungu ana mazoea ya kukuamsha saa 9 au kati ya saa 9 na saa 11, ni vizuri kujua kwamba Mungu amekupoint, Mungu amekuchagua uwe mmoja wa wenye watamwabudu, uwe mmoja wa mwenye watampa sifa, afurahie asubuhi. Hayo masaa ambayo ni masaa ya kutoa dhabihu. Kumbuka, hata ule ulimwengu mwingine wa shetani, bado dhabihu zinatolewa yale masaa. Na hivyo basi, usirudi kulala bana. Amka, Mungu ashakuchagua uwe mmoja wa wenye watamwabudu, uwe mmoja wa wenye watamtolea dhabihu ya asubuhi. Wakati ulimwengu wa giza unatoa zake, hata wewe toa yako, na uitoe kwa bidii na nguvu zaidi, kiasi kwamba itaweza kusambaratisha zile za yule mwovu. Na jambo lingine la tatu, upesi la kufanya Mungu akuamshapo kati ya saa 9 na saa 11, ni kusikiza Mungu na kuyanakili unayoyasikia. Kuwa na daftari pale na kalamu ya kuandikia. Mungu akuamshapo, ndio amka, alafu kaa mtulivu, sikiza sauti ya Mungu, alafu chukua daftari yako na kalamu iliyojaa wino, kwani Mungu anaweza kukupea mengi ambayo unafaa uyanakili. Halafu tega sikio yako, msikie Mungu, kwani anaweza kukuongelesha huku akikupa mwelekeo, akikuonyesha njia ambayo unafaa upite, akikuonyesha mambo ambayo unafaa uyafanye, na vile vile anaweza kukuongelesha akikuonya jambo fulani, akikwambia umuonye mtu fulani kuhusiana na jambo fulani ambalo kidogo linavuka mipaka au linafanyika visivyo. Au hata vile Mungu anaweza kuwa anakupea wazo moja muhimu, wazo ya ajabu, na hivyo ni vema uamke mara moja, kwani hata ukipuuza mengine yote, wajameni, usidhubutu kupuuza wazo la Mungu. Wazo la kipekee moja tu inaweza badilisha maisha yako mara moja. Hivyo basi, uonapo Mungu anakulausha kati ya saa 9 na saa 11, mwanangu, usicheze na yale masaa. Amka mara moja na utekeleze wajibu. Simama katika mwanya, jiombee, ombea wengine, vile vile mtukuze, mshukuru, msifu, mwabudu, mpe shukrani Mungu, na tena sikiza sauti yake Mungu vizuri, na usisikize tu,
bali hata ya nakili unayoyasikia. Itakuwa ya faida kubwa tena zaidi kwako. Hivi karibuni Mungu anakuja kukuamsha saa 9, kati ya saa 9 na saa 11. Na sasa wajua cha kufanya. Kila la heri.